Itakumbukwa kuwa mnamo usiku wa Juni 13 mwaka huu, Israeli ilitekeleza mashambulizi makubwa dhidi ya Irani, ikilenga miundombinu ya kijeshi, vituo vya nyuklia na maeneo ya kiraia, ambapo zaidi ya waraia 1100 waliripotiwa kuuawa katika kipindi cha siku 12 za mashambulizi. Muda mfupi baada ya operesheni hiyo, Marekani ilijitenganisha na zoezi hilo. Waziri wa mambo ya nje Marco Rubio akitoa kauli rasmi akisema Israeli imechukua hatua peke yake, Marekani haikuhusika. Hata hivyo, tamko hilo lilitikiswa wiki chache tu baadaye na Rais Trump, ambaye akiwa katika mkutano na waandishi wa habari ikulu ya White House mapema Novemba, alieleza kuwa alikuwa kikamilifu akiongoza operesheni hiyo ya kijeshi. Kauli hiyo, ambayo wachambuzi wanasema ilitamkwa kwa hisia za kiburi kuliko tahadhari ya kidiplomasia, iligeuka kuwa rejea muhimu kwa Teherani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani, Ismail Baghai, alitoa tamko kali mara moja baada ya kauli ya Trump kuenea kwenye vyombo vya habari, akisema, "Tangu mwanzo tulijua Marekani ni mshirika kamili wa uhalifu huu dhidi ya taifa la Iran." Teherani ilifikisha suala hilo katika Umoja wa Mataifa, ikitaka Baraza la Usalama kuwawajibisha wale inaodaiwa waliratibu mashambulizi hayo, ambapo wiki iliyofuata waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alituma barua nyingine kwa katibu mkuu wa UN Antonio Guterres akifafanua misingi ya kisheria ya malalamiko ya Iran. Katika barua yake, Araghchi aliandika kuwa mashambulizi ya Israeli na Marekani yalikiuka kifungu cha pili kifungu kidogo cha 4 cha hati ya Umoja wa Mataifa, maazimio ya IAEA yanayolinda usalama wa vituo vya nyuklia, pamoja na azimio la Baraza la Usalama 487 la mwaka 1981. Alisisitiza kuwa kwa kukiri kwa Rais Trump, Washington inabeba sehemu ya uwajibikaji wa moja kwa moja, kwani Irani inahitaji Marekani kulipa fidia kamili kimwili na kimaadili kwa uharibifu uliotokea. Kwa mujibu wa Dr. Hesamuddin Borumande, mtaalamu wa sheria za kimataifa, alisema kauli ya hadharani ya Trump ina uzito mkubwa katika uwanja wa sheria za kimataifa. Hii ni aina ya kukiri Irani ina haki ya kuchukua hatua kupitia Baraza la Usalama, Katibu Mkuu na hata Baraza la Haki za Binadamu, alisema daktari huyo. Borumandi anaongeza kuwa mashambulizi yaliyolenga maeneo ya raia, ikiwemo makazi, vyombo vya habari, magereza na huduma za umma, yanakiuka moja kwa moja mikataba ya Geneva, kwani kwa vifo zaidi ya 1100, anasema upo msingi wa madai ya uwajibikaji wa jinai kimataifa dhidi ya maafisa wa Marekani na Israeli. Wataalamu pia wanarejea kesi ya Afrika Kusini dhidi ya Israeli katika Mahakama ya Kimataifa ya Haki ICJ, ambapo kauli za viongozi wa Israeli zilitumiwa kama ushahidi wa nia ya kufanya mauaji ya kimbari, huku Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC ikiwa tayari imetoa hati za kukamatwa kwa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na aliyekuwa waziri wa vita Yoav Gallant, ikinakili baadhi ya kauli zao kama ushahidi. Katika mazingira ya sasa ya dunia, wachambuzi wanasema migogoro haipiganiwi tena kwa makombora pekee. Maneno ya viongozi yaliyorekodiwa, kutajwa upya na kuchambuliwa yamegeuka kuwa silaha yenye athari pana zaidi kuliko ilivyowahi kutokea. Kwa Teherani, kauli ya Trump sio tukio la kisiasa pekee, ni fursa ya kuufungua mlango wa hatua za kisheria zinazoweza kubadili mizani ya mgogoro huu. Kwa sasa vita vya taarifa na sheria vinaendelea kimya kimya katika korido za Umoja wa Mataifa, The Hague, na makao ya kisheria duniani, lakini ujumbe mmoja unajitokeza wazi, kwani katika ulimwengu wa leo,
maneno yana kumbukumbu na yanaweza kurudi kama ushahidi mkali kuliko silaha yoyote.